Bwana Yesu asifiwe. Thamani ya mtu mmoja kwa Mungu. Tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 ule mstari wa 2 na kuendelea hapo, tuone thamani ya huyo mtu mmoja ambaye Yesu alienda kumponya. Mstari wa 2, Yohana, tumishi wa Mungu alisomea. Ayubu, niko na mic hapo. Yohana Mtakatifu sura ya 5 ule mstari wa 2 na kuendelea soma. Neno la Bwana linasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo Kiebrania Betsaza, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao walipooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatifua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Barikiwe sana tuishi. Bwana Yesu atusaidie. Thamani ya mtu mmoja. Tumesomewa hapa maandiko matakatifu kwenye sura hii ya Yohana 5. Yesu alifunga safari kwenda kwenye kituo cha afya. Kituo hiki kilikuwa na wagonjwa wengi sana. Wametajwa hapo, vipofu, viwete na watu mbalimbali, visiwi, lakini pia na waliopooza. Walikuwa wanasubiri muujiza ufanyike wa malaika kutoka mbinguni aje na dozi ya kutibua maji. Yanapotibuliwa yale maji, basi yule atakayeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa anapokea uponyaji, anaenda nyumbani. Bwana Yesu atusaidie. Kuna mtu mmoja hapa ambaye Biblia imemtaja, haijataja jina, ambaye Yesu alienda rasmi kwa ajili yake. Huyu mtu alikaa siku nyingi sana kwenye hilo birika au kwenye hicho kituo cha afya, akisubiri muujiza wake utokee. Alikaa kwa muda wa kutosha mpaka wale waliokuwa wanamhudumia wakamwacha. Wanasubiri malaika aje, anakuja usiku wa manane. Anapotibua maji, kiwete anaona maji yameshatibuliwa, anajitahidi kujikaza na kujitumbukiza, anaondoka. Huyu bwana anabaki pale pale, maana hana uwezo, maana amepooza. Inawezekana aliota sumu. Maana bila namna mrefu mzee kuna watu sumu. Alipata mateso sana. Kwa hiyo Yesu akafunga safari, mwana wa Mungu aliye hai, akaenda kwenye kituo hicho kwa ajili ya mtu mmoja tu. Hakushughulikia watu wengi. Thamani ya mtu. Yesu ni mfalme wa dunia, lakini anaondoka kwa miguu yake kumtembelea mtu mmoja ambaye anajua thamani yake. Alipofika hakusalimia wengine, aligeuka tu kwa huyo mtu, akamwambia, akamuuliza swali jepesi, mimi wanasema gani, swali rahisi sana, lakini kwa sababu huyu bwana alikuwa ameishiwa na tumaini kabisa, hakujibu ipasavyo. Maana aliuliza swali rahisi tu, je, unataka kuwa mzima? Sio swali gumu, lakini yeye akajibu tofauti, akasema, Bwana, mimi sina mtu. Kwa mawazo yake yote
yalikuwa yanategemea kampani ya watu ili wamsaidie, na watu hawapo. Lakini jibu alikuwa atakiwa jibu ndio tu, si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ukiulizwa unataka kuwa mzima utajibuje? Si ndio? Unataka sina mtu. Najua mimi sina mtu. Sina mume, sina mke, sina nini. Mambo ni mengi kweli. Yesu kwa huruma yake, nampenda Yesu mwana wa Mungu. Hebu piga makofi yenye afya kwa ajili ya Yesu Kristo aliye hai. Yesu kwa huruma yake, pamoja na kukosea jibu, akamwambia hivi, chukua godoro yako, simama uende. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Simama uende. Ni upendo wa ajabu sana. Yesu alijua hiyo hali imempata kwa muda mrefu, akijua kwamba amekesha pale, amekaa pale miaka ya kutosha, miaka 38. Sidhani kama katibu wetu wa kanisa ameshafikisha miaka 38. Ameshafika? Tafadhali baba. Ni miaka ya kutosha sana. Yesu hajakusahau. Usiseme amina. Nisikize, mtazame hapa. Yesu hajafanyaje? Hajakusahau. Hata unanisikiza, unanitazama huko kwenye taifa lako, Yesu hajakusahau. Leo yuko karibu na wewe, anakuuliza hivi, je, unataka kuwa mzima? Haleluya! Hajakusahau tabu zako. Kile Bwana aliponywa siku hiyo, kile ambacho alikuwa anakilalia miaka mingi, alikibeba akiwa na nguvu na afya za kutosha. Alafu ilikuwa ni siku ya Sabato. Yesu alifanya kwa makusudi ili watu wengine wapate shida. Tuko sawa? Ilikuwa ni marufuku Kiyahudi kubeba nini? Godoro siku ya Jumamosi, siku ya Sabato. Lakini yeye aliamrisha kwamba abebe siku hiyo, maana ni siku ambayo Mungu amefanyaje? Amemponya. Useme amina. Sikiza hapa nikwambie jambo. Zamani watu walikuwa wanaabudu siku ya mwisho, siku ya saba. Agano la Kale tuseme hivyo. Agano Jipya tunaabudu siku ya kwanza. Useme amina. Haleluya. Sio siku ya saba kule. Hapana, siku ya saba ilikuwa na mateso mengi. Mara usifanye hivi, mara usifanye hivi, kuna sheria ngumu sana. Lakini Yesu mwana wa Mungu alikuja kubadilisha, akasema hapana, siku niliyofufuka, hiyo ndio siku ya ushindi. Haleluya. Alafu Roho Mtakatifu naye alishuka siku ya ngapi? Ya kwanza. Kwa hiyo tuko vizuri. Useme amina. Unapoabudu usifungwe na sheria. Useme mbona hapana? Tuko sahihi. Abudu kwa usahihi. Amen. Thamani ya mtu mmoja akaponywa yule bwana, akaenda kutangaza ukuu wa Mungu. Akaambiwa na wale washika sheria, mbona wamebeba mzigo siku ya Sabato? Akamwambia, aliyeniponya, aliyefanya kuwa mzima, ameniambia nifanye hivi. Si useme amina. Mungu anakupenda sana. Tuko sawa sawa? Mungu anajua thamani ya kila mtu mahali hapa. Hebu tuangalie leo jingine. Mimi nimejaribu kuandika tu kwamba mtu mmoja na thamani sana kuzidi nguruwe 2000. Tuangalie kitabu cha Marko sura ya 5. Thamani ya mtu mmoja inazidi thamani ya nguruwe 2000. Marko sura ya 5. Tusome hapo, tuone maandiko yanasemaje. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, utoke mtu huyu. Mstari wa 9. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Mstari wa 10. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote
likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Mstari wa 14. Nafikiri si wote. Lakini Yesu alikubali kuwateketeza wote, akaokoa mtu huyu. Jamani, situpige Yesu makofi kabisa, huyu Yesu mzuri. Akawateketeza nguruwe 2,000 wote kwa thamani ya mtu. Unajua mtu mmoja mimi namheshimu sana. Tuseme amina. Mtu mmoja anaweza kusababisha maajabu makubwa eneo mahali alipo kama anajitambua. Ndio maana Yesu aliamua kwa makusudi kwenda kuteketeza nguruwe zote. Nilisoma kitabu cha tafsiri hiki, wanasema kwamba lile kundi la nguruwe ni kama lilikuwa wafugaji walifugwa na kijiji kizima. Kwa hiyo walikuwa wanachunga, ndio maana walipoingiwa na mapepo wakateremka wakaingia gengeni. Manake mahali watu wapo, alafu wanasafiri tu moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka ziwani. Bwana Yesu atusaidie. Yesu aliharibu mradi wa kijiji kwa ajili ya mtu huyu. Yesu, haleluya! Mtu mmoja ni wa thamani kubwa sana mbele za Mungu. Tuko sawa sawa? Mradi mzima wa kijiji ukaharibiwa kwa thamani ya mtu. Mwambie mwenzako tena, wewe ni wa thamani. Asikudharau mtu. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu apewe sifa. Akamponya yule bwana, na watu wa pale wakasema, Bwana, sasa kwa sababu umetuharibia mradi wetu, ondoka eneo hili. Tuko sawa sawa? Yesu akamwambia, hamna shida. Lengo langu ni kumfungua huyu bwana, maana ameteseka miaka mingi, amekuwa kichaa, lakini leo ni mtu mzima, anaenda kutangaza habari za ukuu wa nani? Wa Mungu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Haleluya! Tunahitaji matendo hayo yafanyike hapa tulipo. Tuone vichaa wakifunguliwa. Kuna kichaa moja hapo ni kama kichaa mimi sijui. Huyo mtu ni kichaa kweli au ni mpelelezi? Sijui. Anaitwa nabii. Anajua kila mtu na jina lake. Hakuna siku moja nimeona anatembea. Aliponiona anakuja akarudi haraka sana. Sasa sijui anafanyaje, anatembea anasamehe nini, kufanya nini huko. Ipo siku moja upako ukishuka atapona tu. Usiseme amina. Maana yeye ni wa thamani kuzidi nguruwe 2,000. Sikiza nikwambie hapa. Mungu akitaka kufanya jambo, nitazame, akitaka kufanya jambo huwa anaangalia mtu na sio watu. Mtu huyu, alafu kupitia huyo mtu anafanya mambo makubwa, anajitukuza. Nikupe mfano mdogo kwenye Biblia. Wakati Mungu ana plani kuunda taifa lake takatifu, taifa teule, taifa rafiki, taifa ambalo dunia nzima itafaidi kupitia taifa hilo, aliangalia akatazama mtu huyu. Si nimeeleweka hapa? Nimepanda viwango vidogo, acha nipande tu. Usiseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Alichagua mtu huyu. Anaitwa nani? Huyo mtu anaitwa nani? Alipoplani kuunda taifa teule la Israeli, alichagua, alitazama mtu mmoja mashuhuri, mtu mwenye imani, mtu ambaye Mungu akisema anamuelewa. Kupitia kwa huyo mtu leo tuko hapa hivi. Haleluya! Tuko sasa. Huyo mtu anaitwa nani? Anaitwa? Kuna watu wanajibu mengi. Yule mtu anaitwa Ibrahimu. Uliyesema Ibrahimu umepatia. Piga makofi mengi kwa Yesu aliye hai. Mungu aliandaa mtu mmoja anaitwa Ibrahimu, ndio chanzo cha taifa la Israeli. Kupitia kwa Ibrahimu leo wimbo umeimbwa hapa kuhusu Ibrahimu, kama tumebarikiwa, tunakula unono kupitia kwa nani? Kwa Ibrahimu.
Kwa Mungu hawezi kufanya jambo mpaka aone mtu. Usiseme amen. Nataka tu nikupe thamani ya mtu. Tuko sawa sawa? Mungu hawezi kufanya jambo mpaka aone nini? Aone mtu wa kupitia. Afanye. Akifanya kwa muujiza hivi watu hawataamini. Alafu alipotaka kulilisha lile taifa lake teule, nijue kama mnafahamu kweli. Alipotaka kulitunza sasa, kulilisha vizuri, akaandaa mtu mwingine wa pili. Anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Alipotaka kulitunza taifa lake teule la Israeli, aliandaa mtu mwingine mzuri, mtu mahiri, ambaye kupitia huyo walitunzwa vizuri wote, alafu wakazaa kweli, alafu ile nchi ikajawa na wao. Siseme amina. Haleluya. Huyo mtu anaitwa nani? Simseme kwa sauti wapendwa. Tuko kwenye ibada takatifu. Anaitwa nani? Yusufu. Aliyepitia kwenye changamoto nyingi sana, lakini kwa sababu Mungu alimwandaa, alivumilia. Ukisoma mateso aliyopitia Yusufu, ungepita wewe, usingefaulu. Kwenye kitabu cha Zaburi kinaeleza mateso yake kuliko vitabu vingine, kuliko kitabu cha Mwanzo, kwamba alipelekwa gerezani akiwa na pingu, lakini tunaona Yusufu hakuonyesha dalili yoyote ile ya kunung'unika, kwa sababu alijua kwamba ni mpango hai wa Mungu apitie pale. Akipita pale, Mungu atamuinua sana. Haleluya. Na atakapomwinua, lazima ndugu zake watakuja kumpigia nini? Magoti tu. Maana alikuwa ni mtu wa maono. Alieleza ndugu zake kwamba mimi nimeona mganda wangu umesogea, lakini miganda yenu ikaja kuzunguka. Vita ikaanzia pale. Siku zote ukieleza maono yako kwa ndugu zako, usifikiri utakutia moyo. Wewe sema tu leo unajenga ghorofa, uone Mungu utakavyokuwa. Uone tu vita itakavyoinuka na wewe. Kwa nini siku zote watu hawapendi mafanikio ya mtu? Lakini Yusufu alisema waziwazi kwamba mimi ni mkubwa tu. Akapita changamoto nyingi, lakini mwisho wa siku tunaona taifa la Israeli likiwa nchi ya Misri, sehemu moja inaitwa Gosheni, sehemu ambayo ina majani ya kutosha. Walinenepa. Tuseme amina. Walisitawi, tumia lugha hiyo. Walisitawi mpaka wale watu wa nchi wakasema, tusipoangalia hawa watu watatutawala. Ni wakaanza filigisu za kuwaua watoto. Kwa nini? Walitunzwa vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Mungu huwa anaangalia mtu. Alipotaka kuwaokoa wana wa Israeli, sasa hivi ndio mtapata wote jibu. Alipotaka kuwatoa wana wa Israeli warudi sasa kwa nchi ya Kanaani kutoka Misri, aliandaa mtu mwingine mashuhuri. Anaitwa nani? Hapo umepata wote. Umeelewa vizuri. Jipongezeni kwa makofi mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anapotaka kufanya jambo huwa anaangalia mtu. Tuko sawa sawa? Alimwangalia Ibrahimu, akaona atafaa kuwa chimbuko la taifa teule. Akamwangalia Yusufu, akaona kuwa anafaa kuwalisha wana wa Israeli. Akamwangalia Musa, akaona anafaa kuwa jemedari wa kuwakomboa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa, kuwapeleka nchi ya wapi? Ya Kanaani, nchi yenye maziwa, nchi yenye asali. Usiseme amina. Nchi yenye baraka za Mungu. Sijaeleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia Musa, nenda kawatoe. Hakuna mtu aliyebisha kwenye utumishi kama Musa. Hapa sitaki nisome kwa sababu ya kuokoa muda. Usiseme amina. Alibisha kweli. Mungu anamtokea kwenye kichaka. Mtu mmoja juzi alifungua ufahamu sana, akaniambia kwamba unajua ule moto ulikuwa unawaka una muda mrefu pale. Watu eneo lile wakawa wanaogopa ule moto. Wakasema ukiutazama tu ukisogea pale utakufa. Musa akaangalia, sema moto kila siku namuona hapa anachunga ng'ombe za baba mkuu wangu. Kila siku hiki ni nini?
Akasema nitageuka. Maandiko yanasema nitageuka niyaone maono haya. Siku ile alipogeuka na kuyatazama yale maono, Mungu akasema kupitia ule moto. Akamwambia, cha kwanza vua viatu vyako Musa, maana nchi unayokanyaga hapo ni nchi takatifu. Akasema niliambiwa hapa kuna kufa, ngoja nione. Bwana Yesu atusaidie sana. Akavua viatu vyake. Mungu akaanza kujitambulisha, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na kutuma kuanzia leo nenda kuwaokoa wana wa Israeli kwenye mikono ya utumwa. Akabishabisha sana pale, akasema hamna, tetea mno. Mwisho wa siku akamwambia, una nini mkononi mwako? Akasema nina fimbo. Akasema kupitia hicho ulicho nacho inakuonyesha kwamba mimi ni Mungu. Siseme amina. Unajua kupitia kile kidogo ulicho nacho Mungu anaweza kufanya maajabu makubwa sana mpaka watu wakamshangaa. Haleluya, haleluya. Ikaanguka fimbo ya Musa hiyo, akayangusha. Hebu yangushe chini hiyo fimbo yako, akayangusha chini. Ilipoanguka tu ikawa nini? Ikageuka nyoka kubwa. Akaanza kuiogopa. Mungu akamwambia, jipe moyo, ushike mkia. Aliposhika tu hivi, alafu kigeuka kuwa fimbo. Hivi utatembea naye? Kama ni wewe utatembea naye wewe? Yaani umemwona kabisa ni nyoka, alafu anageuka kuwa nini? Si utaitupa wewe? Kaambia, hiyo ndio muujiza ambao utaenda nayo kwa Farao ili kuonyesha kwamba mimi nimekutokea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu alimwandaa Musa, alimwandaa Ibrahimu, akamwandaa na Yusufu, alafu akamwandaa na nani? Na Musa, kwa ajili ya kuwaokoa wana wa Israeli. Mpaka leo tabia ya Mungu ni ile ile. Tuseme amina. Anatazama nipitie kwa nani ili nijidhihirishe. Tuseme amina. Ngoja nikupe mstari mwingine alafu tufikie hatua fulani hapa. Mungu alijivunia mtu mmoja anaitwa Ayubu. Hebu fungua Ayubu 1:6. Uone mpaka Mungu anajivunia kabisa, sema nina mwamba, nina mtu. Alafu anaongea na shetani ana kwa ana. Sasa sijui, usiulize swali hivi, shetani na Mungu wana rafiki? Usiulize swali hilo leo. Haleluya. Tauliza siku nyingine, majibu ninayo pia. Lakini kwa leo sitakujibu. Ayubu sura ile ya kwanza na ule mstari wa 6, naomba Ayubu soma. Mungu anamwambia hivi, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Umemwangalia? Akasema nimemwangalia, lakini umemzingira kwa vitu vikubwa sana hata siwezi kufika. Tuko sawa sawa? Mungu anasema mtu mkamilifu kuliko watu wote duniani eti. Naeleweka eti? Mungu anaangalia mtu apate kujitukuza. Ayubu alimsifu. Alipojaribiwa na jaribu la watoto, hakuyumba Ayubu. Usiseme amina. Alipojaribiwa na jaribu la mifugo, hakuyumba Ayubu. Yaani majaribu yote mpaka la mwisho la mke wake, Ayubu bado alisimama imara, akamwambia, unataka mazuri tu ambaye yeye kwa nani? Kwa sababu gani? Mungu alijivunia. Hebu na wewe basi kusababisha Mungu ajivunie kwa ajili yako. Bwana Yesu atusaidie. Tumalizie mstari wa Ezekiel 22:30. Siku moja Mungu akawa anatafuta mtu, alafu akamkosa. Tuone sasa huyo mtu alikuwa na namna gani ambaye alikuwa anatafutwa hapa. Ezekiel 22:30. Baba, mtu mmoja asome hapo. Bwana Yesu atusaidie. Cha ajabu Mungu anasema, nikaangalia miongoni mwao sikuona ila kulikuwa na watu, ila mtu. Hebu muulize mwenzako, wewe ni mtu au ni watu? Muulize tu mwenzako, wewe ni mtu au ni watu? Simgeukie mwenzako, mshike na mkono kabisa, muulize hivi, wewe ni mtu au ni watu? Kama Mungu ataangalia, atakuona. Anasema, sikia anasema Mungu hapa, sema hivi, kwa sababu sikuona mtu nikaruhusu mabaya yafanyeje. Hivi kumbe kuna mtu anaweza akasimama
alafu mabaya yasipite kwenye eneo lile. Si useme amina? Haleluya! Huyo mtu ni nani? Huyo mtu ni nani? Haibu tu wajui, wengine hata wajui. Mtu mmoja tu akisimama kijiji kinapona. Si useme amina? Mtu mmoja akisimama wilaya inapona. Si useme amina? Mtu mmoja akisimama ambaye Mungu anajivunia taifa zima linapona kwa ajili ya huyo mtu. Mungu hakuona mtu. Angeona mtu asingeachilia mabaya. Shangaa mtu ukipewa nafasi tu kidogo, fanya huduma hii. Unaogopa nini? Wewe ni mtu au wewe ni watu? Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Unaogopa nini? Una hofu ya nini? Mungu atajivuniaje na wewe kama una hofu kiasi hicho? Tupo kwa ajili ya heshima ya nani? Lazima tuonyeshe mabadiliko. Tuseme amina. Lazima tuonyeshe nini? Kupitia wewe nchi yote fanyeni pone. Mungu akasema nimeachilia balaa. Sio kuna kitu gani kimeachiliwa? Twende sasa moja, hebu soma tu, kwa sababu hapakuwa na mtu. Shida fulani kaachiliwa. 31 inasema kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao. Mungu amemwaga ghadhabu yao juu yao kwa sababu hiyo. Nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu. Nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Kwa kukosekana mtu, Mungu akaweka ghadhabu na moto akawateketeza. Lakini angekuwepo mtu, Mungu asingefanya. Nimesema hivi, wewe ni mtu, wewe ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema narudia tena, wewe ni mtu, wewe ni watu. Umesimama vizuri kulijenga boma la Bwana. Jumapili nitaona matokeo. Si useme amina. Kija hapa kidhaifu, najua huyu hata sio mtu, yuko miongoni mwa watu tu. Mungu anataka mtu akisimama hivi, Mungu anajivunia yule ni mtumishi wao. Kwa ajili yake lazima nchi fanyeje? Pone. Haleluya. Thamani ya mtu huyo ni wewe. Simama juu kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako, Mungu Mungu akusaidie ili usiwe na roho ya kukwepa, ya aibu, ya hofu. Hatujaitwa kuogopa. Tumeitwa kusema kweli na watu wapone. Mungu ajivunie maisha yetu.